ni kwamba wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe. Haleluya. Amen. Yaani walimega mkate wao nyumba kwa nyumba. Ibada zao zilifanyika ndani ya nyumba za waumini. Nyumba zao zilifanyika kuwa mahali pa kumwabudia Mungu. Lakini angalia, na Biblia inasema kwamba walishiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe. Hii inamaanisha kwamba, kwa mfano, ndugu nafika kwako, ananiambia karibu mezani, alafu namwambia mzee, nimeisha shiba na huku njaa ndo niko nayo. Je, ninasema kweli, ninasema uongo? Na sababu kwa nini? Anaweza akani nikafanya hivi, tunajua anaweza vile unakia ni mgani, anaweza akadunga, unajua anaweza akadunga ndani tajaza wenyewe, sivyo? Biblia inasema hakuwepo na kutukana, hakuwepo na kudungana, haikuwepo. Walikuwa chakula kwa moyo mweupe. Anasema nikipita kwa moyo nikikuta maandiko, hiyo ni yangu, imetengenezwa kwa ajili yangu, nitaila kwa moyo wa furaha. Lakini leo watu wanakuwa katika dhehebu moja, lakini wanashakia na kula chakula chao. Nasema sawa, na huku nataka kwamba muongezeke. Mtaongezeka kwa lipi? Huyo ambaye amemungiwa hivyo ataishi, atakufa, na akifa mtaongezeka, mtapungua. Kwa hiyo katika kanisa hakuna alama ya kupunguza, ndani ya kanisa kuna alama ya kuongezeka na ya kuzidishwa. Haleluya! Ukishalunga, tafadhali usidhani kwamba unamuongezea Yesu, usidhani kwamba unamzidishia Yesu, badala yake unampunguzia Yesu. Na wanaompunguzia Yesu, mfano uchukulie tu kwa familia yako, yule shangazi, yule dada, yule mama akikupunguzia mtoto wako, unapaka na furaha. Ndivyo Yesu asiwe na furaha kwa watu wanaolunguliana, utajaza huko, watu ambao wanachocheana huko, watu ambao wanapeana kale ka kitu kwa kuangamizana. Yesu hakufurahii kamwe. Yesu anapenda kanisa lake akutumie watu wale chakula ndani ya